Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa redio Habari Njema, karibu tusikilize injili ya siku ya leo pamoja na tafakari. Ikiwa leo ni Jumanne, juma la 3 la Pasaka, mwaka C wa kanisa. Na anayekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Revocatus Bernard. Karibu tusikilize injili. Somo katika injili ilivyoandikwa na Marko sura ya 16 aya 15 hadi 20. Basi akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema kwa kila kiumbe. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitaandamana na wale wanaoamini. Kwa jina langu watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Wakishika nyoka au wakinywa kitu chochote chenye sumu, hakitawadhuru. Watawawekea wagonjwa mikono nao watapona. Basi Bwana Yesu alipokwisha sema nao, akachukuliwa mbinguni, akaketi upande wa kulia wa Mungu. Wanafunzi wakaenda wakihubiri kila mahali. Bwana akafanya kazi pamoja nao na kuimarisha ujumbe huo kwa ishara zilizoandamana nao. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa, sehemu ya injili ya leo ni hitimisho la injili ilivyoandikwa na mwinjili Marko. Katika hitimisho tunatarajia maneno au neno linaloashiria mwisho na tamati. Ila kinyume chake, katika hitimisho hili tunakutana na neno linaloonesha mwanzo mpya, yaani utume kwa wanafunzi wake Yesu Kristo kwa kila kiumbe. Ni mwaliko wa kwenda na kupeleka injili, habari njema kwa kila kiumbe. Ni hitimisho la utume wa Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani, ila ni mwanzo wa utume wetu kama wafuasi wake. Kila mmoja wetu anatumwa na kupeleka habari njema kwa viumbe vyote. Yesu Kristo baada ya kupaa mbinguni anabaki nasi katika neno lake. Nasi ndio wajumbe wa hiyo injili, yaani habari njema. Kila mmoja wetu anaalikwa katika siku hii ya leo kuwa habari njema kwa wengine. Neno nendeni linamaanisha ni kutoka katika hali zetu za awali, ni kubadili namna zetu za kufikiri na kutenda na kuanza mwanzo mpya kwa kuongozwa na neno la Kristo mfufuka. Ni kuanza mahusiano mapya na kila kiumbe, maana baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, mwanadamu anakuwa na mwelekeo hasi, si tu dhidi ya mwanadamu mwingine, bali hata viumbe vingine vyote vilivyopo ulimwenguni. Hivyo utume wetu ni kwa kila kiumbe, kama anavyosisitiza mwinjili Marko katika injili ya leo. Ni utume wa kuunda ulimwengu mpya, ulimwengu unaoongozwa na neno lake Yesu Kristo mfufuka. Kila aaminie na kubatizwa ataokoka, ni hakika kutoka kwa Mwokozi wetu. Yafaa kutafakari pia imani inayozungumziwa hapa ni uamuzi na uchaguzi wa aina ya maisha utokanao na upendo wa kweli kwa Mungu. Ni kumfuasa huyu anayetuita, kwa kuwa yeye alitupenda kwanza sisi, akatufia pale msalabani kwa ajili ya wokovu wetu. Ni kumchagua na kumwelekea Mungu badala ya kuelekea viumbe. Neno kwenda ni mwaliko wa kuanza safari mpya. Ni safari ya kumwelekea Mungu na kuisikia sauti yake, yaani neno lake, na kuishi tukiongozwa nalo. Wito wa Kikristo daima ni kualikwa wa kutoka na kwenda, kutoka katika ukale na kuanza maisha mapya. Ni safari daima. Ni safari ya toba ambayo hatuna budi kwa msaada wa neema zake basi tuweze kukua katika mahusiano yetu na Mungu, na pili na kila kiumbe. Mtakatifu Francisco wa Asizi alikuwa anawahusia watawa waliomfuata kuwa hawana budi kwenda kuhubiri injili kwanza kwa maisha yao, ila ikibidi hata pia kwa maneno yao. Ni mwaliko wa kuwa injili iliyo hai, kuwa habari njema kwa kila kiumbe, si tu kwa wanadamu bali hata kwa kazi ya uumbaji kiujumla. Ndiyo kusema kwamba ni kuwa na imani ya kweli
ni kuishi kadiri ya wito wetu kama Wakristo. Pia mwinjili Marko anazidi kutuonesha kuwa anayeamini kweli basi matendo yake yataambatana na ishara kadha wa kadha. Ni kweli ishara hizi sio zile za kawaida, lakini sio kwamba injili inathibitishwa kwa ishara hizi. Hivyo ishara hizi ni vema zikaeleweka kwa mwanga wa lugha ya picha katika Biblia. Na turejee katika kitabu cha nabii Isaya ile sura 11 aya 6 hadi ya 8. Pepo wabaya hapa wanaashiria zile nguvu zote za yule mwovu, yaani maovu katika maisha ya mwanadamu. Pepo wabaya ndiyo ubinafsi, majivuno, tamaa ya mali na kila aina ya uovu. Ni kwa nguvu ya injili inafukuza kila aina ya uovu ndani mwetu na kutupa tena uzima wa kimungu. Ni kwa kuamini injili na kukubali kuanza maisha mapya, kila mmoja wetu anakuwa huru na kila aina ya uovu. Lugha mpya ndiyo lugha ya upendo, lugha inayotuunganisha wanadamu badala ya ile ya kututenganisha na kutugombanisha na kutufarakanisha. Ni lugha ya upendo, amani, msamaha na huruma. Hivyo basi ndugu zangu, injili ya leo itusaidie tuanze upya safari yetu ya kiroho, safari ya kuhubiri kwa matendo yetu ya kila siku, lakini pia safari ya kuhubiri kwa maneno yetu. Kila tunayekutana naye tumhubirie habari njema, lakini pia nasi tujihubirie habari njema ndani ya mioyo yetu. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Revocatus Bernard wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu. Enendeni ulimwenguni kote, haleluya. Enendeni ulimwenguni kote, haleluya. Mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, haleluya.